neno pale kwenye Hosea lina maana sana, kwamba unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake anaposema kukosa maarifa, kwa kukosa neno. Neno melikosa, ila maneno yanaweza kukaa nayo. Na nimesema maneno ndio mabaya. Hata kanisani kama kuna watu wenye maneno, yani ni shida. Hilo ni shida na uchungu. Nikishachipua unasumbua wengi. Maana yako umepungua na neema. Amesema angalieni mtu asipungukiwe neema. Shina la uchungu lisije likachipua na kuwasumbua. Hamjawahi kuona? Yaani unakuta kikundi pengine kimeshaharibiwa. Yaani upepo mbaya umeingia hapo, yaani wamevurugana watu kwa sababu ya maneno. Lakini sio neno. Neno ni uzima. Neno linaonya, neno linaokoa, neno linauisha. Sehemu nyingine amesema ni 119:15. Anasema neno lako ni taa miguu yangu, si ndio? Unasemaje wa Biblia? Ni sawa? Hakuna haja kufungua. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Kufungua sini hapa 119:105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Sema ni kitu ambacho huwezi kukiona kwa macho ya nyama wakati mwingine. Ni kitu ambacho ni katika roho. Umenielewa? Amesema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na ule mstari kwenye Zaburi hiyo, mstari wa 133 nasema, zielekeze hatua zangu kwa neno lako, uovu usikanimiliki. Hasa tunaona kumbe neno la Kristo, ile namba 5 kwenye pointi zetu, inasema kumfanya mtu asitende dhambi. Sasa tumeshamu kwamba neno la Mungu linamfanya mtu asitende dhambi, kwa sababu neno lipo. Nimesema neno ni Yesu mwenyewe. Neno ndio Mungu wetu. Kwa kama lipo ndani yako, haitakuwezesha kufanya dhambi. Haiwezekani. Litasema hichi acha. Litakushauri hilo neno. Jamani, Bwana asifiwe tena. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kanisa jioni, Bwana apewe sifa. Amen. Tulijaze neno ndani yetu. Tuliishi neno.